Natamani mwili wangu kama zizi toke tena. Bali hivi natoka kwenda kwa ada kwa kingine bwana msha swali. Toke mwili wangu ndio kafosi. Unafikia maisha ya mwili wangu bila kufosi naishi vipi? Ndio kafosi. Unakujua hapa. namba. Na ndai buku au vipi? Kudai buku familia yangu. Galili ya mzee wangu. Galili, ngoja tuende kasebenze mali. Yaani nyinyi imefikia hatua mnafanya matukio bila hata kunipa taarifa. Kila siku napokea tuhuma zenu, ila mimi nazi escape tu kia aina yake. Sasa hivi muda si mrefu nimetoka kupokea taarifa. Mmemkwapua mdada wa watu huko, mmemwibia simu, mmemwibia viatu, mmemwibia na mkoti. Dhani mimi naisolve vipi hapa? Inatakiwa mnipe taarifa mapema, ili anapokuja mtu kuleta tuhuma zenu najua nazisolve vipi. Sanye mkipiga tu alafu dakika za mwisho hivyo mpaka niji niwafuate vijiweni kweli afu mimi mjumbe. Jumbe. Sema nini? Wala kichokijua ujue. Kila kitu unaelewa, unajua mjumbe. Sasa tumeamka na mamba nimemfuata mdogo wangu ujue hapa tumeenda kwenda kitu kimoja iko hapo yuko macho ndio tukasukume mpango mzima ujulikane unajua mjumbe. Nije kuchezeshea hapo dusko lako. Mbona baridi tunofezea sasa zote si fezea hizi mjumbe mshikaji wangu. Hizo fezea. Hebu nigie kwanza hiyo simu. Mjumbe rafiki yangu kupa simu rafiki yangu sina maswala fezea. Mshikaji wangu pale hapa rafiki yangu namtemesha mjumbe. Mjumbe mchongoza wao kitu chenyewe. Hayo mengine tutayamaliza baadaye. Sasa mimi namba sela. Siku hizi ulete ushuru. Umekuwa mgumu kweli kweli, yani kuniletea ushuru umekuwa mgumu zaidi hata ya wiki 3 zinaenda. Ila vijana wanachakaza mpaka mtaani kwangu wanavuta kazi na naziona. Na kazi zako mimi nazijua. Mjumbe unajua nini? Hapo kwenye maskopela kibao. Kila siku tunaishaisha wazee kibao, afu ngine hata madogo wenyewe wakishakula kitu hazingatii utawala, tunajua. Wanakopa afu kulipa songo mbingo mjumbe. Hapo sikupingi mwanangu, mimi namba sera. Agu hapo. Mjumbe, yeye ndo mkubwa wa kazi huyo, malizana naye yeye. Yeye ndo mkubwa wa kazi huyo. Malizana naye. Baridi. Sasa hakikisheni wanangu mnaniletea ushuru wangu. Mimi naelekea mipango mingine. Alafu nimeona muongeza vijana wapi hapa. Sikilizeni. Mimi kwangu nikaa wako kazi tu. Sawa Sio umenielewa wanangu Mimi natembea, nitawajua baadaye. Msha sina mengi. Pasio baridi kama. Sema hizo fezea hizo. Hizo fezea. Unaenda kushinda mwanangu anaondoka na mali siku ya baridi hapa naisha kila siku afu. One na urudi na kawapi mali jana anaondoka na mali ya mjumbe. Chodo hapo. Simangalia ujue bwana kazi zenu ujue mwanangu bwana ujue. Bwana kama nilivyokuahidi nitakuletea simu. Simu yako ndio hiyo. Wow. Umefurahi Kiukweli nashukuru sana. Sawa. Simu nimekuletea. Lakini ngoja nikupe hela kidogo ya bando ili hii hapa utanunua bando. Pokea bwana.
Alafu namna gani vipi Pepsi, Coca, si unajua? Makampuni pendwa hayo. Ai, mjumbe bwana. Nashukuru sana. Kiukweli ulichonifanyia ni kitu cha ungwana. Nashukuru simu umeniletea. Ila bado viatu na koti. Aha, uliniambia kweli. Wamekuibia viatu, simu na koti. Sasa cha muhimu sana mimi naona ilikuwa simu. Ndio maana nikaface kwanza simu. Hayo mengine tutayajua hapo baadaye. Sawa. Mimi kuna mahali kidogo ngoja nielekee. Kuna jambo langu. Ila kiukweli wananchi wako najivunia kuwa na mjumbe kama wewe. Sema kweli. Hata mimi pia nimejivunia kuwa na mjumbe kama wewe. Hamna shida, wanasemaga fumbo mfumbie mjinga. Au unasemaje? Hivi mjomba? Fresh. Kama kawaida. Vipi ndugu yangu? Hadi naona ile. Ile. Sio ovyo Kama kawaida. Mbona mali yenyewe hiyo mwanangu. Kitu mtumba. Angalia kazi hiyo baba. Hiyo kazi muni wangu mtumba kama unavyojua hapo yenyewe sina takela kidogo tu muni wangu tukatie paa na kama unavyojua. Sawa, ina noma. Shilingi ngapi? 20,000. 20,000. Sawa, sio shida. 20,000 ndio. Hapa bado viatu viko wapi? Sasa viatu tukuzie sisi mjomba. Sio takuzia kote ile hapo bado na mwenye dukani mjomba. Sasa tuna maduka babu. Sawa. Kwa hivyo. Sawa, najua kwamba hamna maduka lakini ile koti mimi nalifahamu. Katika pita zangu nimepita hapo kati nikakutana na vijana wako wawili wanauza lile koti. Nikaona sio shida, ngoja niliangalie. Kwenda kuliangalia nikaona ndio koti lile aliyoibiwa mke wangu. Nikawauliza viatu viko wapi? Wale vijana wakajua kabisa kwamba mimi ndio mhusika wa lile koti. Sijakaa sawa, nimepigwa mapanga ya kutosha kama unavyoniona. Pigwa mapanga mengi sana. Kabidi nikimbie. Ndicho kilichonikuta mke wangu. Pole sana mme wangu kwa kilichokukuta. Hata mimi pia nilifanywa hivyo kama ulivyofanywa wewe. Nadhani hapo ushapata picha kamili. Maumivu ambayo mimi mwenyewe niliyopitia. Sasa mke wangu, naona tusipoteze muda hapa. Mimi cha kufanya ngoja niende tu polisi. Nitakapofika pale polisi nitadai arabi ili niweze kutoka kuja kuwakamata wao vijana. Ili tuweze kupata vitu vyako vyote pamoja na simu yako. Hapo. Kuhusu swala la simu, mimi simu nimeletewa. Tena mtu aliyoniletea simu kanipa na buku niweke banda. Kanipa na buku ninywe Pepsi. Nani aliyekuletea hiyo simu? Aliyoniletea simu ni mjumbe ambaye nilikutana naye siku ile. Akaniambia niende nyumbani ataniletea simu. Sasa leo ndo kaniletea simu pamoja na buku ya bando na buku ya Pepsi. Nishapata picha. Kumbe inawezekana mjumbe wao watu wanawafahamu. Kama ameweza kurudisha simu, anafahamu vizuri kabisa. Basi siwe shida. Sasa mimi namfuata. Nikalipize machungu niliyoyapata mimi. Ili naye ayapate, ili tuweze kupata vitu vyetu. Nitadili nayo ni mjumbe.
Unanipeleka wapi sasa huko? Wewe hujui tunakwenda? Na kuuliza hujui tunakwenda? Na kurudisha kwa mume wako. Itajulikana huko mbichi na mbivu. Nilikuwa nakustiri tu pale kwa mke wako. Umenitoa mkuku. Sielewi unakonipeleka. Hivyo poje wewe? Ai. Nisikilize nikwambie. Mimi mwenyewe nilikustiri pia hivyo. Ndio maana uliona alikukingia kifua, ila nilikuwa nakutimua. Unanielewa? Nilikuwa nakutimua live hiyo, bila chenga, bila kupepesa. Haimaanishi mimi kukutoa pale nyumbani sio kwamba sikupendi. Sio, unanielewa? Ila uwezo ukaishi pale. Unaishi vipi bwana? Mapenzi gani hayo kukaa na mke wangu chumba kimoja nini tunaishi pale? Vipi bwana wewe? Uende kwa mume wako. Ila Steve aliniambia nikirudi ni mawili. Anipige na kuniua. Huko mimi siendi. Wewe unaogopa kufa? Unaogopa kuuliwa na mmeo? Nisikilize nikwambie vizuri. Ukiniharibia kwa yule mwanamke, tumekosa kila kitu. Unachokiona wewe, mpaka hii nguo ninayovaa hii. Usitake kujua mambo ya ndani. Usishangae ni ulisi wa babu yake. Sijui unanielewa vizuri? Naomba uongoze njia kwa mmeo. Kwambia siendi. Unasemaje wewe? Siendi. Utaki uendi, si ndio? Ndiyo. Nisikilize sasa nikwambie. Uenda utaenda, utake usitake, utatimiza. Unaona ile kofi hili? Nitakutia mbanzi mama, hautaamini kitakachotokea. Na hivyo na komwe litatumbukia ndani. Nyoosha njia kwa mmeo, wende mama. Baba. Wewe nani? Unaniuliza mimi nani? Yuko wapi anayeishi muda? Huko ndani naishi mimi hapa. Unaishi wewe tangu lini? Toka jana. Tangu jana. Na Steve yuko wapi? Steve sijui kanipangisha hapa, sijui yuko wapi. Kakupangisha kodi ya miezi mingapi umelipa? Nimelipa miezi 6. Miezi 6. Steve. Yaani pesa zangu namdai. Na kodi kachukua. Baba, wewe umeoa? Sijaoa. Nafadhali umenirahisishia jambo na maamuzi pia. Baba, una machaguo hayo mawili. Na uchague moja tunyooshe. Unamwona mwanamke? Aidha uishi naye hapa ndani au umwache yeye akae humu wewe uondoke. Mimi ndo mwenye nyumba nimesema. Ndio unanielewa baba? Nakuelewa. Mama. Wewe umechanganyikiwa. Nawezaje kuishi na mwanamume ambaye simfahamu? Wewe nisikilize nikwambie. Inaonekana umeshanisahau. Nitakutia varangati nikutie vichwa hapa. Baba, mizigo yake ndio hiyo. Uzuri akuja na nguo nyingi. Mama, nishakukabidhi. Baba, nikisikia fyonko humu ndani humu, mimi nakuja kurudi hapa ni varangati mwanzo mwisho. Sawa, lakini amani itakuwa haipo. Eti amani. Kikubwa baba naomba huyu mkupe masaa 24. Umenielewa baba? Kuhusu amani, huyu amani mtamtafuta kesho. Mimi nakwenda. Sawa. Nani niangalia nini? Fungua mlango uko niingie ndani. Wewe kwanza kaka vitu zangu sawa sio kanibia maana yake sikujui. Mbona tu kama wale pale unajua fedha mbona kama unagalisha hata viungo unajua time moja unajua watoto sio katuni wewe vipi wewe? Time moja unaondoka tena masikio mwenye wangu na watoto katuni sio katuni sasa. Mimi baridi mwenye wangu naenda kulisineli hapa ili hapa yenyewe anavaa mampenzi. Mafresh sema mwenye wangu. Unajua mimi nimetoka na huko unajua hapa kwenu unajua umenipokea wewe ujue mwenye wangu ujue. Alafu umeniambia kwamba hapa mtani kwako baridi nini hamna uchawi afu kama vile nakula mali uje na gana mjumbe mimi sipendi ujue mambo kama hayo ujue. Sikiza mdogo wangu Abduli. Unajua ni hapo kwenye bado ubabe tu tunajua ile macho ule mjumbe. Yaani ule mjumbe kama namuona hapo sisi tuking'oka. Yaani kama kitu hapa sisi tunapofanya matokeo yetu hapa tunavong'ata nini tunajua wanaenda kupeka tafu kwa mjumbe bila kumpoza ule mjumbe afikiri tunaishi vipi. Anatuletea babu, unaambiwa wewe kula na watu babu, kula na watu. Baridi ndio hivyo utafanyaje? Baridi sema ile yenyewe mwanangu mimi naishi na ile dude hapa yenyewe.
nenda kumstendia mampenzi kama unavyojua naye atoke Chikopa. Sema napenda mapenzi mwanangu, wewe ndio ndinya kigenzi. Sema nini? Zitaita basi one time utasogea basi. Kama unavyojua mashambulizi hapo mpaka goli ni kwao. Aspigisi. Kwa hivyo muni wangu hapo. Aspigisi wangu, aspigisi. Macho hapo.